Yes, na leo ni siku nyingine tena katika pitapita zangu nimekutana na moja my brother ambaye yeye anajihusisha na biashara ya uuzaji wa chakula, lakini pia anajihusisha na utengenezaji haswa wa nyama inayofahamika kama kitimoto, wengine wanaita nguruwe, wengine wanaita mdudu, yaani na majina mengi. Labda tutazidi kujua majina mengi zaidi tutakapopiga story na huyu ndugu yangu. Mambo vipi brother? Bwana inakuaje? Kama kaa. Unyama ni mwingi. Unaitwa nani wanakuita? Mimi bwana naitwa Tuma Pork Point, jina la biashara, lakini jina langu naitwa Tumaini Sylvester. Ndio. Niko Mbezi Beach hapa. Ndo kama hivi unavyoona na watolea watu vitu vyao. Kwa maisha yaendelee. Natamani kufahamu hii biashara labda kwa vijana au kwa watu ambao wako mtaani hawajui biashara na wanatamani kujifunza. Unaweza ukasema labda ulianza labda na mtaji wa bei gani? Nikisema unaweza kuanza na mtaji wa bei gani inategemea upo mazingira gani na eneo gani ambalo unataka wewe kufungua hiyo ofisi. Ndio. Maana kama tuseme kama hapa Mbezi, eneo yani kulipata sehemu ya kuweza kufanya biashara, aidha upate frame au upate open space kama ile unayoipata. Na pia vile sio kirahisi. Unaweza ukapata frame kaambiwa laki, laki mbili, lakini kwenye swala la nyama mtaji wake sio mkubwa, hata ukianzia kilo 10 ni laki1 na kutosha. Lakini je, ni sehemu gani umeipata ambayo kidogo na mtaji wako unalingana ukaweza kuendana na mazingira yaliyopo hiyo sehemu. Sasa kwa wewe ambaye uko hapa Mbezi Beach, mimi nikapenda kuuliza swali kulingana na mazingira niliyokuona hapa. Na nimeona wateja kwa wingi wanakuja ili eneo wanakuja kununua nyama. Na hapo naandaa oda za watu. Ndio, unafungia jamaa. Je, ni kitu gani hasa ambacho wewe kwanza kilikupelekea kuona hapa panafaa kuweza kufungua biashara hii ya kitimoto? Unajua mimi hapa Mbezi Beach ni kitambo kidogo nipo, na hata hii biashara nimejifunzia hapa. Ndio. Kwenye jiko hili kwa na dada mmoja aliniajiri. Kwa hiyo nikajifunza pale. Nikawa najua kutengeneza, na hata yeye alivyoachaga ofisi yake aliniachia ile jiko, akaniambia bwana, kama unaweza kuendeleza. Ila kwa sababu mimi nilipo kitambo hapa na maeneo baadhi ya maeneo nawajua. Kwa hiyo ni katika kutafuta kwangu nikaona hii sehemu sio hapa tu nilipoanzia. Nilianzia sehemu nyingi tofauti na hapo nilipoanzia kujifunza. Kuna sehemu nyingine nilikuwepo, sikudumu sana, ndani ya mwaka wakawa naendelea nyenye na ujenzi nikatoka. Kuna sehemu nyingine nikaenda zaidi ya mara 3 mara 4 nilihamisha. Lakini hapa nafikiri nilikuwa kwa jana mwezi wa 8 ndo, lakini ile eneo ni muda tu nilikuwa nalifikiria kama nikipata hapa. Yaani ndamshukuru Mungu sema, na kweli Mungu amenipa. Vipi mwitikio wa wateja? Kiukweli wateja, kwa sababu ni wateja wangu ni wale wa kitambo toka nilivyoajiriwa. Na mpaka mwenyewe nimekuja kujiajiri kama hivi natafuta ni wale kwa sababu niko eneo hili sikuweza kuhama na ni mazingira ni haya. Labda kwa mtu ambaye yuko mbali akitamani kuja hapa, labda amepita anatamani kuja kukuungisha pa, muelekeze ni sehemu gani? Yani hapo kwa kumuelekeza naweza tukasema tukatumia majina brand za watu ikawa ni shida, lakini unaweza ukaja labda hapo nani Capital Plaza kama kuna wengine wanaijua, au Poa Supermarket kwa mbele, au kwa Zena ukifika au karibia na kwa Wasafi. Yani ndio maana nikasema hamna si sehemu around. Yani ni karibu na Wasafi. Ukifika Wasafi tu ukiulizia Tuma Pork Point kwa wapi ofisi yake watakuelekeza, si mbali na hapo. Sawa, sasa mimi kilichonivutia zaidi nije kuuliza bwana yote ni kuhusiana na ulaji wa nyama ya kitimoto. Ulaji wa nyama ya kitimoto sehemu nyingi sana inapendwa yani na watu wengi, na kuna baadhi ya watu wananyanyapaa, kuna watu wengine wanaipenda, kuna watu wengine wanakuambia hawali kulingana na dini na kataza. Sasa mimi ndani uniambie ndugu yangu, hapa kwako wanakuja tu labda Wakristo au wanakuja wapagani au wanakuja watu wa dini zote au wanakuja watu wa aina gani hapa kuja kununua nyama hii ya kitimoto ambayo inapendwa na watu wengi lakini pia inakataliwa na watu wengi? Kwa mimi bwana, kwa uzoefu wangu na hii biashara ya kitimoto toka anaanza kujifunza na mpaka anakuwa hivi, ndio sijai kujaji huyu ni Mkristo wala ni Muislamu. Ndio mimi napokea mteja anaokuja mbele yangu, sababu siwezi kumuuliza wewe ni Muislamu au Mkristo. Ndio siwezi kumuuliza, ila yeye mwenyewe imani yake na nafsi yake kama kakipenda kile chakula, kwa sababu sio kibaya, hichi ni chakula, sio kibaya, hakuna ubaya. Umeona? Kwa hiyo siwezi kumjaji wewe alikuja ni Muislamu au nikajua Muislamu au Mkristo na muuzi.
wanakuja tu wateja tofauti tofauti, lakini sijui dini gani wala dini gani. Ila wewe kama mpishi na wewe kama unavyoona, kwa maoni yako wewe, nyama ya kitimoto na nyama ya ng'ombe na nyama ya mbuzi, ipi inapendwa sana? Bro, nguruwe inapendwa bwana. Nguruwe inapendwa. Sawa, yani nguruwe inapendwa, lakini hata mbuzi anapendwa sana, lakini bwana mdudu huyu mjomba achana naye. Kwanza na majina mangapi? Maana anasema mdudu, mwingine anasema nguruwe. Yaani huyu ana majina mengi. Yaani unajua nguruwe kitu chochote ambacho ni kitamu sana unajua, kumbuka lazima kitapendwa na watu wengi sana, ila ni kwa siri sana. Si umeelewa? Yaani kitu kiwa ambacho watu wengi sana wanakibenza benza nini, lakini kuna asilimia ya watu zaidi ya 85 wanakitumia hicho kitu. Haijalishi awe Mkristo au Muislamu. Siwezi kumjaji mtu. Lakini bwana, mzigo ni hatari. Ni noma. Asikudanganye mtu. Mtu unaweza ukala ng'ombe siku 3-2, lakini nguruwe unaweza ukala hata wiki. Usichoke. Mbuzi unaweza ukala siku 3-2 ukachoka, lakini nguruwe kama utachoka kwa sababu tu barama mazingira ya harusi ya mfukoni ndio hivyo. Lakini kwamba ndo kama kila siku ipo unatengenezwa vizuri. Mpate mtu anajua kutengeneza vizuri. Kwa maana hiyo nataka kuniambie kama nguruwe inapendwa kiasi hicho, wafugaji wanaofuga nguruwe wanapiga hela sana, lakini sasa yana gharama sana yale. Yana gharama sana. Wanapiga hela lakini wanatakiwa utoe mzigo. Wewe kwa siku unaweza ukauza labda kama kilo ngapi? Mimi nategemea kulingana na jinsi ambavyo watu wanaipenda au kulingana na mzunguko ambao uko. Yaani mimi kulingana na mzunguko uliopo, kwa sababu mwanzo na sasa hivi tofauti. Unajua kuna baadhi hata wateja wangu nilikuwa nao Mbezi Beach wengine washahama, wengine hawapo, lakini inshallah namshukuru Mwenyezi Mungu naweza nikauza kilo 10, siku hakuna 7, 8, siku nyingine 5. Yaani ni hivyo, ni kwamba ni kila siku inaenda hivyo, kwa mradi riziki inapatikana. Mimi bwana brother, nimefurahi. Kuna kitu nimejifunza hapa na wewe ni mjasiriamali, ni mpambanaji, una hustle. Labda kama kuna kitu ambacho napenda kuwashauri vijana ambao wako mtaani, labda hawataki kufanya kazi, lakini pia wanaweza kupata labda fursa ya kuuza sehemu kama hii au kuuza nguruwe, wakataa kulingana na jinsi ambavyo wao labda dini zao zinakataza. Unawashauri nini watu wa design kama hii? Kama dini yake inakataza. Lakini ndio fursa ambayo inakuja mbele yake. Ameiona, anatamani hii biashara kwangu mimi inaweza ikanifikisha sehemu fulani. Yes, yale. Ndio. Dini yake imruhusu. Sijui kwa upande wake, lakini kwa mimi naweza nikashauri nikasema kama wewe hutaki kuhusika, lakini unaona hii biashara inaweza ikakukwama. Kwa sababu nguruwe mimi naweza nikasema yawani nguruwe. Kwa mimi binafsi yangu sijaona ubaya kwa nguruwe. Kani alosema nguruwe ni mbaya ni nani? Ni Mungu au nani? Hebu naomba kwanza nipate hilo jibu. Hilo swali ngoja tuwaachie watazamaji. Jamani mnaoangalia. Jamaa huyu ameuliza kwamba anayesema nguruwe ni mbaya hafai kuliwa na binadamu, kwa sababu sisi binadamu tumezungukwa na mimea na wanyama, wote tunategemeana. Sasa je, Mungu alitamka lini kwamba nguruwe ni mbaya hafai kula kwa baadhi ya watu? Hilo swali tuachie watazamaji na watujibu wao. Nani alikataza kula nguruwe? Ni nani alikataza kula nguruwe? Ni Mungu au nani? Huyu kauliza swali zuri sana. Mimi nafurahi kuongea na wewe my brother. Kama una la kumaliza unaweza kumaliza. Ongea na wateja wako, kuelekeza ulipo. La kumaliza mimi nasema karibuni sana. Naitwa Tuma Pork Point, au sio? Ndo jina langu la biashara. Napatikana Mbezi Beach kwa Zena. Ukiulizia tu kwa Tuma Pork Point utaelekezwa, utafika. Ni karibu na Wasafi. Tuniko kitambo. Kwa wanaonijua atakaona hata hii interview wanajua huyu ni jamaa, hata kama wako mbali wanajua yuko sehemu gani, location wanaijua. Fresh kama kawaida. Karibuni sana sana. Shukrani sana my brother. Haina shida baba. Kwa muda wako. Hamna shida baba. Tuko pamoja. Ngoja tuendelee na mambo mengine kabisa.